السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعتبروا يا أولي الأبصار وانظروا، فالدهر يمضي سريعا دون إنذار. كم من قوم تولى بعد قوته، وصار ذكراه بين الناس كالآثار. وكم غني أتاه الموت منتقبا، فما أفادته أموال وأسفار. إن العواقب للمتقين، ففر بها واجعل خطاك على التقوى بإصرار. واقرأ كتاب إله العرش معتبرا، فيه الهدى والشفاء للقلوب الحار. وصل دوما على المختار سيدنا محمد خير مبعوث ومختار. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وأصحابه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mlezi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inshallah Ta'ala, kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutajaribu kuifasiri khutba ya Dr. Adil Al-Farmawi Al-Azhari, ambapo kwamba inwani yake inasema tadhakkaru wa'tabaru ya ulil absar. Kwa hakika ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo kwamba ni lazima tulitilie tafakuru ndani yake, ni kukumbuka ama ni kuwa na busara ndani yake, ni kuwa na maoni ya mbele, ni kuwa na uangalizi wa dhati, ni kuzifungua nyoyo zetu na kuziweka akili zetu katika njia ambayo kwamba itatupeleka mimi na wewe salama katika maisha ya kidunia. Ni mambo gani ambayo kwamba ni sharti yatembee katika maisha yetu? Ni mambo gani ambayo kwamba ni sharti tuwe nayo katika akili zetu na yajaye katika vifua vyetu? Mambo ambayo kwamba yenye kutupeleka na tukawa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ile manhaji aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio mwenye kusema akasema maneno mazuri sana, akasema ya kwamba ikiwa mimi na wewe hatutokuwa mazingatiwa katika maono ya watu, tutazingatiwa sisi katika maisha ya kidunia. Yani ikiwa mimi na wewe hatutajenga nyoyo zetu kwa mambo yaliyotangulia, hatutajenga nyoyo zetu kwa visa tuliotajiwa, kwa maangalizi ya waoni, wewe jua ya kwamba siku ya siku mimi na wewe tutakuwa ni maoni ya watu. Yani tutatajwa katika namna ambayo kwamba sisi tutakuwa ni wenye kutajwa. Likitajwa jambo fulani, wewe utakuwa ndani yake. Akisema mtu fulani, ni lazima uwe katika midomo ya watu, kwa sababu wewe utakuwa ni ibra katika watu. Wewe ndio utakuwa mazingatio katika watu.
Ndio mwenye kusema akatwambia, as-sa'idu man udhiya bighairi, yule mtu mwema ni yupi? Ni yule ambaye kwamba atakayepewa mazingatio yaliyotangulia na atayatendea kazi. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Al-Qur'an Karim katika aya nyingi. Miongoni mwa aya Mwenyezi Mungu atuambia, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Aya nyingine Mwenyezi Mungu akatuambia, qul siru fil ardi fandhuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl. Aya nyingine Mwenyezi Mungu akatuambia, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutuambia, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Ukiangalia baadhi ya aya kama hizi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufundisha mambo makubwa. Hebu wewe tafakari, wewe umeumbwa, baada ya kuumbwa litatokea nini? Baada ushaishi katika maisha ya kidunia, ujue kuna siku utaondoka. Angalia ni nani aliumba mbingu na ardhi. Angalia ni wangapi walioinuka wakiwa ni matajiri wakamalizikia wakiwa ni maskini. Angalia ni wangapi katika maisha ya kidunia walikuwa ni maskini wakabadilika wakawa ni matajiri. Angalia katika maisha ya kidunia ni wangapi ambao kwamba walikuwa ni waovu, baada ya muda wakabadilika wakamalizika wakiwa ni wema. Wewe tafakari, ni wangapi ambao kwamba walikuwa wema na wakamalizikia katika uovu. Sasa ni mimi na wewe tuzingatie, wangapi walikuwa mwili wao uko sawa sawa, walikuwa na afya nzuri, walikuwa na nguvu, walikuwa na uwezo wa kila namna, lakini angalia mwisho wao wamemalizikia katika vitanda. Afya imeondoka, zile nguvu zimemalizika, wazwa umemalizika, vyeo vimemalizika. Wangapi walikuwa na vyeo, wakitembea barabarani ni sharti tusimame, lakini waangalie sasa wako wapi. Angalia ni wangapi ambao kwamba walozipigania daula, sasa hivi wako wangapi? Wako wapi walozipigania daula? Wako wapi walikuwa ni majabari katika maisha ya kidunia? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatueleza katika Al-Qur'an Al-Karim. Kumbukeni visa ambavyo kwamba walotangulia kabla yenu nyinyi. Angalia kaumu Thamud, angalia kaumu Hud, angalia Firaun alipokuwa namna alipokuwa ni jabari na ufalme aliokuwa nayo, mpaka mwisho akasema ana rabbukumul a'la. Tuangalie, tuzingatie mwisho wake ulimalizikia vipi. Wako wapi kina Karun? Wako wapi kina Haman? Wako wapi Makureishi ambao kwamba lau wakiwa watajika mbele ya wenzao walikuwa na sifa kubwa, walikuwa na utajo mkubwa, walikuwa na amri kubwa, walikuwa na maneno ambayo kwamba ni sharti usimame uwasikize kwa namna yoyote. Ikiwa wataka uwasikize na ikiwa hutaki uwasikize. Wako wapi Makureishi? Wako wapi wenye nguvu? Wako wapi wafalme? Siku ya leo ni lazima tutafakari, tuwe na tadabbur, tuwe na busara, tuwe na maoni ya mbele. Angalia, baada ya mimi na wewe tutakapoishi katika maisha ya kidunia, lahadha tuko katika maisha ya kidunia, tutaondoka katika maisha ya kidunia, ni athari gani ambazo kwamba tutawacha? Je, tutatajika kama kina Firaun? Je, tutatajika kama kina Abi Jahli? Ama tutatajika kama Sayyidina Abi Bakr? Ama tutatajika kama kina Sa'ad bin Mu'adh? Ama tutatajika kama kina Umayya? Ama tutatajika kama kina Asma? Tutatajika kama kina nani tukiondoka katika maisha ya dunia? Leo ni siku ya kuzingatia. Mpaka Mwenyezi Mungu ametuambia, fa aina tadhhabun, wapi
tunakoelekea, mwelekeo wangu na mwelekeo wako uko wapi katika maisha ya kidunia? Tushapewa wakati mahdud, wakati ambao kwamba haubadiliki, nyakati hazisogei. Wakati ukifika utakomeka. Kabla haujafika wakati wa kukomeka, tadabbaru wa'tabaru ya ulil absar. Sisi wenye busara, ukiwa umepewa hikma, ikiwa umepewa ufahamu, ikiwa umepewa maono, ikiwa umepewa mwelekeo, tutafakari namna gani ambayo kwamba sisi tunahitajika, tuko wapi na tuenda wapi. Sisi sasa tuko wapi? Wewe jihesabu, mimi na wewe. Mimi Allahu akbar, Allahu akbar. Na nitawacha nini katika maisha ya dunia? Ushafikiria ndugu yako Muislamu? Angalia kwanza alaka yako na Qur'ani iko namna gani? Tadabbaru, jizingatie, mimi na Qur'ani tuko wapi na wapi? Hii Qur'ani yanipeleka vipi? Hii ni Qur'ani mwelekeo wake na mimi uko namna gani? Mahaba yangu na Qur'ani yako vipi? Mwelekeo wangu na Qur'ani uko namna gani? Tujiulize. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno mazuri ametuambia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, ishi katika maisha ya kidunia kama mfano abiru sabili, kama mpita njia, yani watoka sehemu moja waenda sehemu nyingine. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza kwamba tuishi katika maisha ya kidunia namna hiyo. Ndugu zangu Waislamu, mali ni yenye kuisha. Mali namna utakavyoishi nayo, namna utakavyoyachuma, namna utakavyoyapeleka, namna utakavyoyamiliki, iko siku mali yatamalizika. Hayatakufuata pale unapokwenda, hayatakusaidia. Yatumie mali yako alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ekeza mali yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa na mambo mazuri, jenga misikiti, jenga madaris, tumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumikia maskini, tumikia mafukara, tumikia walioachwa wasiwe na uwezo, tumikia jamii ya Kiislamu. Angalia namna gani utakaopeleka mbio Uislamu mbele, lakini utafakari, uwe na busara ya kwamba sio ukitofanya yale mambo Uislamu utaathirika, ni yale mali yako yatakuwa na athari. Usiseme nikishamalizika Uislamu kuna sehemu mimi sijatoa utaathirika. Uislamu hauathiriki, lakini utakayeathirika ni wewe. Umeacha kitu gani katika maisha ya dunia? Huu ulimwengu umewacha kitu gani ambacho kwamba ni athari tofauti wache? Angalia mali yako umeyatumikia vipi, alafu tuangalie baada ya mali, angalia afya yako umetumikia namna gani. Hii afya tuliopewa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Neema mbili zitapotea kwa watu wengi. Itafika wakati hizi neema mbili zitakuwa ni nadra kwetu sisi. Neematul afya, hii neema ya afya, angalia wengi wetu tumeikosa. Kila aina ya maradhi yako na sisi. Maradhi ya pressure tuko nayo sisi, maradhi ya kisukari yako na sisi, maradhi ya moyo yako na sisi, maradhi kila aina, majina mapya, yengine majina yatajwa kwa namba tu. Huyu maradhi namba 18, maradhi namba 17, mpaka majina pia yamemalizika. Afya itapotea. Lakini kabla afya haijaenda, angalia umeitumikia vipi afya yako. Angalia katika sasa tunavyoishi, wengi humalisikia na presha wakaangushwa na baridi. Presha imekuwa nyingi. Sababu gani presha ya kuangusha na baridi? Kwa sababu kuna vitu sisi tumeviacha. Wewe angalia alaka yako na swala ya Mtume Muhammad, angalia alaka yako na dhikri. Mwenyezi Mungu anasema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Haya moyo yafaa yatulie, mioyo yetu yako katika fadhaiko. Tuna kila aina ya fadhaiko,
majumba fadhaiko, maisha fadhaiko, riziki zimekuwa na fadhaiko. Kwa nini tusiangushwe na dhambi? Kwa nini tusiangushwe na fikra ambazo kwamba zinalazimu sisi tufikie ikiwa sisi tuna dhikri? Wewe na dhikri uko wapi? Leo siku ya Ijumaa tumepewa ofa ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia hii ofa umeitumia namna gani? Mimi na wewe tuangalie tangu jana usiku wetu mpaka mchana wa leo tumemswalia mara ngapi Mtume Muhammad? Angalia swala za Mtume tumemswalia mara ngapi? Angalia Mwenyezi Mungu tumemsabihi vipi? Mwenyezi Mungu ametwambia katika Al-Qur'an Karim, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah. Tusitembee, tukimbie kumtaja Mwenyezi Mungu. Wewe leo umemtaja Mwenyezi Mungu sampuli gani? Mara ngapi tumemtaja Mwenyezi Mungu? Na mioyo yataka kutulia, mioyo yafaa tulie, na kutulia ni kumtaja Mwenyezi Mungu na kumswalia Mtume Muhammad. Tadhakaru, tuzingatie, tuwe na ubusara, tuwe na umakini ya kuwa sisi tuko katika maisha ya kidunia na ni wenye kuhesabiwa. Jambo la pili ni afya. Jambo la tatu nikimalizia ni wakati. Ndugu zangu Waislamu, tutumie wakati vyema. Huu wakati tuutumia vibaya, tena tuutumia vibaya zaidi katika zama zetu. Utatuona tutaweza kuangalia mpira dakika 90. Kuna mpira wa saa 6 za usiku, kuna mpira wa kabla alfajiri. Watu wakiinuka tu, mtu hatuswali salatu alfajiri, lakini akiinuka kitu cha kwanza ashaweka seti katika simu yake, ataka kuangalia mpira ule wa alfajiri ni ngapi na ngapi. Ule mpira wa saa 6 hakumaliza ni ngapi na ngapi, nani ameingia, nani ametoka. Ndio wakati wetu sote. Hebu tafakari wewe, swala ya alfajiri imetupita, hatukuswali salatu alfajiri. Tumeinuka hata kumshukuru Mwenyezi Mungu, wengi wetu hatujamshukuru. Maneno Mwenyezi Mungu asema wingi wetu tutakuwa hatuna shukrani. Kumshukuru Mwenyezi Mungu hatujamshukuru, wakati tushautumia vibaya. Na tukitoka mchana wetu mpaka jioni ni mashindano, ni timu yangu imeshinda, ni timu yangu imeshindwa. Imeshindwa sababu ni hili, sababu ni ile, lakini huna sababu ya nini. Kwa nini sikusoma Qur'ani? Huna sababu kwa nini mimi sikuwahi swala za jamaa? Huna hizo sababu. Leo sikuswali swala ya jamaa ya alasiri na magharibi, leo sikuwahi swala ya jamaa ya alfajiri, leo sikusoma Qur'ani, leo sikuleta adhkari. Hatuna wakati huo, wala hatuna mashindano hayo. Leo kulikuwa na darasa, sikwenda kusikiza. Wengine wetu tukifika msikitini, darasa ikitolewa ataka kutoka. Wewe wataka kutoka, darasa latolewa ataka kutoka. Watu kuswali waambie imamu waswali haraka. Wenda msikitini waambie leo imamu leo uswali taratibu, na ukiswali haraka imamu leo uko sawa sawa. Yaani watu wamalize watoke. Yaani msikitini imekuwa ni sehemu ambayo kwamba haina amani. Tutumie wakati wetu. Kama ule wakati hukumpatia Mwenyezi Mungu katika maisha ya kidunia, usitarajie ukishaondoka wakati utakuwa nao. Wakati utakuwa hauna tena. Si useme alaitani kuntu turaba. Nikimaliza maneno yangu, tusiwe tutalalamika, tuseme ya alaitani. Tuomba, lau tungekuwa mchanga, tusingekuwa lolote katika maisha ya kidunia. Usifikie wakati huo, ndugu zangu Waislamu. Tuwe namna gani? Tadabaru, tuzingatie, tuwe na ubusara, tuwe na fikra ya dini, tuwe na fikra ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, tuwe na wakati wa Mwenyezi Mungu, na tuwe na wakati wa Qur'ani, na tuwe na wakati wa swala, na tuwe na wakati wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina